Serikali na viongozi wanasoma kutoka script gani kuhusiana na kusambaa kwa corona? Viongozi. Serikali inasema kwamba msifanye mikutano ya hadhara, msifanye hivi na hivi, lakini angalia mambo ambayo viongozi wanafanya. Baada kwamba leo hapo kanisa fulani, na unajua kiongozi hata aende, yani watu sijui wanajuaje, amekuja Kisii basi wanajaa pale. Ameenda sijui ni Migori, watu wanajaa pale. Ni kawaida. Kwa hivyo sijui wao wanasoma kutoka kwa script gani. Hiyo inanikumbusha kwamba kuna wakati nilikuwa natoka nyumbani pale mashinani kuja hadi town. Unajua wakati ule unaharibu fare yake Raila anakuja hapa Kisii na kuja hadi stadium kwenda kuona Raila. Manake ni kiongozi, nikuje nitoke ule kwote niharibu fare yangu nikuje hadi huku kuona Raila. Kwa hivyo unajua hata wakienda kanisa wote ile bado watu watafurika, wajua. Lakini pengine mimi naona kwamba kuna Wakenya, kuna wananchi na kuna wenye nchi. Pengine mimi acha nimalize gazeti la kwangu hapa The Standard. Maoni, kuna wale wanasema kwamba fedha ama ile limit ya kukopa fedha hapa nchini uweze kuongezeka kidogo. Kuna wale wanasema kwamba hiyo limit ikiongezeka basi ingawaje tuko na madeni makubwa ama mengi zaidi hapa nchini, itasaidia kwamba tuweze kuendeleza, kutakuwa na development. Na vile vile kuna wale ambao wanasema kwamba wakiongeza tena madeni, ukiendelea kukopa bado itaongeza kwamba tukue na madeni mengi zaidi. Kwa hivyo hiyo itatusumbua kwamba kulipa na gharama ya maisha itaenda juu, kwa hivyo hakutakuwa na maendeleo. Sijui maoni yako kwa mpenzi mtazamaji ni yapi? Gharama ya maisha bado iko juu. Njia mwafaka zinafaa kubuniwa. Za kukopa bali za kuhakikisha kwamba uchumi unainuliwa. Si kwamba leo tukihitaji shilingi bilioni 50 tunaenda sijui kwa benki kuu Kenya ama sijui kwa taifa fulani kukopa zile fedha. Tutafute njia ya kuleta zile pesa, hata kama itabidi tuambie wanasiasa watupe shilingi milioni 2 kama tu wakope wanasiasa. Na unajua hao wanasiasa ndio watapitisha hiyo bill. Ukosho itapita. Hapo sasa unless ikuwe ni ile tunaita ule udictator, unaambia sasa power. Sasa kila mbunge utakuwa unapata shilingi 1,100 peke yake, zingine zijenge nchi. But I know these politicians and the leaders they get a lot of money ambazo kama zingepunguzwa kiasi zingerudi kwa economy, but pia zikirudi kwa economy Sad is the biggest challenge. Ni jambo naona kwamba pesa zipo. Nchi iko na pesa. Jambo lingetusaidia zaidi ama kupunguza hii gharama ya maisha, ufisadi uondolewe. Ukishaondolewa ile fedha ama zile fedha chache ama ile kiasi cha fedha ambazo zipo zitumike vyema zaidi, basi we are good. So it means tuwe na watu ambao wako na integrity. Unajua katika bilioni 1 ambayo ipo, kazi zinatumika kwenye hiyo bilioni 1 zinakatwa pengine kutoka juu kufika huko chini pengine ni milioni 200 zimesalia, unaona. Hizo ndo zinaenda kwenye, na hizo zingine zimeenda kwenye mifuko ya watu. Haya, kwenye ukurasa wa 10 mimi ile gazeti la Taifa leo ni barua, na barua moja inasema Ruto na Raila ndio wapepetaji wakuu wa corona nchini. Hilo tumelizungumzia hasa kuhusiana na ile mikutano ya hadhara ambayo wanaifanya maeneo tofauti huku wakiendelea kujipigia debe mbele ya uchaguzi mkuu ujao. Kwingineko wanasiasa wanakosea kuhusiana na tabia mbaya ya kuwapa watu misaada kisha kutangaza mitandaoni ili kusaka umaarufu. Nakumbuka ulizungumzia ni wewe ulizungumzia ama ni mwana baba Getutu alizungumzia last week kwamba kuna mwana dada mmoja ambaye alikuwa anauza chips pale Nairobi, mambo kama yale, alafu mwanasiasa nani yule Millicent Omanga akaja akasema kwamba amempa fedha na amempa mwavuli. Alafu yeye wazazi wanamwambia ama watu wakaanza kuambia wazazi wake tafadhali ameomoka, kumbe amepewa shilingi 350. Hata si shilingi, wajua walienda kumpatia viazi. Jambo ambalo lilikuwa linanichekesha ni kwamba walimpa viazi na yeye kwa kukadiria kwamba vile viazi zilikuwa kale kagunia kadogo ilikuwa inatoshana shilingi 350. Alafu yeye alikuwa ameshanunua viazi vya kwake. Wao wenyewe wakashika vile viazi vya kwake gunia wakapiga picha navyo, unaona. Lakini vile
Alafu wakatoka na miavuli mingine kadhaa, wakaiweka pale, wakapiga picha, wakairudisha, wakampatia moja, wakampatia na aprons 2. Unaona? Sasa hiyo ni kusaidia kupi pengine. Wanasiasa na viongozi, Biblia inasema kwamba toeni na msingoje kuambiwa asante. Toeni na msianze kujitangaza. Wacha wale watu ambao umewasaidia watoe ushuhuda. Waseme kwamba mimi nilikuwa hivi na hivi, fulani akanisaidia njia fulani. Lakini ukisema hivyo na pale nyuma inapatikana kwamba hujasaidia kitu, ni aibu kubwa sana. Nilienda Millicent Omanga alimjibu akisema Beverly ni kuambuka alikuwa ameomba mwavuli. Na sisi tukaona haja yake ilikuwa ni mwavuli. Tukampelekea mwavuli. Lakini kama yeye alikuwa anahitaji mengi zaidi na hakutosheka. Mbona walipiga picha na vitu vyake na miavuli mingi wakisema kwamba tumemsaidia? Mwanadada huyu alimjibu vizuri tena hadi akanifurahisha, akamwambia kwamba mimi nilikuwa nahitaji mwavuli. Lakini sasa wewe ukakuja ukasema kwamba mwavuli mlinipatia ni sawa, nimeshukuru. Lakini ulikuja ukasema kwamba you gave me unseen cash. Sasa nauliza ziko wapi? Hadi mwenyewe screenshot akizungumza na PA wake Millicent Omanga. Alimuuliza nimeona madam amesema kuna cash. Hiyo cash sikuiona. Iko wapi? Akamwambia cash ni hiyo viazi sasa hiyo. Alafu mnasema hapa mnataka kuinua vijana. Kwenye taarifa nyingine wacha niangalie moja, inasema matapeli wanafaa kukabiliwa, hasa wale ambao wanatumia mitandao kwa ibia wakati. Unajua kazi nyingi sana hapa mitandaoni inakwambia kwamba kuna kazi fulani unafaa kutuma application. Alafu una sign up pale, ukifika pale chini unakuambia tunataka 250 shillings processing fee. Unaangalia 250 bob, unaona ni kidogo, unatuma. Wakenya 10,000 wakituma 250 bob. Watu wamepata pesa alafu wanapotea. Wanapotea na hizo pesa. 1250 wamepata in just a day or 2 or a week, wamepotea. Lakini wewe 250 zako ulifaa kula viazi pale, viazi karai na sijui ni hata biashara. Nimeona hilo likitendeka. Unapata mtu amefungua site, amepiga tuseme hata vitu vya viti, tuseme viti ni vizuri tu, umeona viti vizuri. Anakuambia unajua sasa kutoka hapa sijui Nairobi mall something, niko sijui mall. Mimi niko Kisii, nitapataje hizo bidhaa? Akasema usishughulike, mimi utanilipa pesa, pengine tuma 2,000 tu, hicho pengine hiyo ni ya 48 viti. Kwambia wewe tuma 5,000 tu ya transportation, tutatuma na G4S. Akikuja hapo sasa vile unapokea tu hivi na unafanya hiyo cash. Nasema deal ni poa sana. Tuma 2,000. Tuma 2,000 ama 5. Unaosha mzuri vizuri. Alafu imagine sio wewe peke yako umetuma hivyo, watu wengi wametuma. Kwa hivyo tunafaa kujitahadhari kuhusiana na mambo haya. Kwanza mambo na online business wakati mwingine ina suck. Order nguo yenye umeorder, unaijua it is worth 1,500, lakini unapatiwa yenye inafanana hiyo yenye ukiangalia vizuri it is worth maybe 800. Claim pengine imechelewa kukuja na kupatia siku 3 za kuclaim, unapata imekuja baada ya siku 3 huwezi claim. Utafanyaje? Ndio mchezo. Kweli biashara imeenda mitandaoni, lakini kuna matapeli pale mitandaoni. Sasa ile sana ukue makini. Na hasa ukinunua hivi vitu vikubwa, mimi hutaka kwanza ni visit nione kweli is it there. Kwa sababu unapata mtu amepiga sijui ameenda kwa room fulani, kwa hoteli fulani, amepiga picha ya kitanda, viti vizuri, alafu anaweka kwa website yake, anasema anatengeneza hivyo. Ukienda pale ama akikutumia unapata ni mbao ameweka tu pale, hakuna kitu. Kwenye ukurasa wa 11, 12, 13 ni dimba na udaku na mbwembwe na gumzo tofauti. Kwa hivyo unaweza ukapata gazeti hili na soka pale ukaweza kuangalia. Harambee Stars iliambiwa bye bye kombe la dunia la mwaka 2022, hawafiki. Walipigwa 5 nunge na Nigeria tena wakapigwa katika awamu ya pili, wakapigwa 1-0. Kwa hivyo wameweza kuondolewa kwenye kipute cha kombe la dunia mwaka 2022. Nimalizie na shangazi ya kujibu. Hapo anasema kwamba nilitengana na mke wangu mwaka uliopita nilipogundua alikuwa na mpango wa kando. Anaishi na watoto wetu 2, lakini najua hana uwezo wa kuwalea ipasavyo. Nimekuwa nikitaka ni kuwachukua niishi nao, lakini amekataa. Nishauri. Rudia tena. Acha nisome vizuri. Nilitengana na mke wangu mwaka uliopita nilipogundua kwamba ana mpango wa kando. Anaishi na watoto wetu 2, lakini ninajua hana uwezo wa kuwalea ipasavyo.
Basi nimekuwa nikitaka kuwachukua niishi nao lakini amekataa. Shauri. Sasa naweza tuma tu pesa. Hapo sasa usiongeze tena. Anaweza tuma pesa. Sina mtumia pesa. Utumii mwanamke pesa huyo hata umjui uko na watoto wako. Sina watoto wako na linda. Unafungua account maybe ni ya kuwasomesha wale watoto, unaona? Ni specifically ni ya wale watoto, unaona? Inaenda to direct to the school. Kwa hivyo inamaanisha hata ukitaka kununua chakula, ununua chakula, upeleke usipeleke. Chakula naye aachie mwanamke anunue, zingine mahitaji mengine. Anasema kwamba hana uwezo wa kuwalea. Labda kulisha, kufanya nini, kwa hivyo utafanya nini kwa lishe? Sasa hapa itakuwa ngumu, itabidi tu manake mimi personally, mimi kama Mkaya siwezi kukutumia hela najua unaenda kukula na mwanamume mwingine. Kwa hivyo siwezi. Hiyo there is no, we cannot bargain about that. Ununue chakula utume na G4S. Hata ukinunua chakula bado huyo mwanaume atamleta wale pamoja na watoto, hata pengine hata watoto hata wapatia basi, unaona? Kwa hivyo hiki tutasema tu mimi Mungu ameniona, nimefanya jitihada za kwangu. Mimi niwalipie mahitaji ya kimsingi, nguo nini, unaona, hizi kula, nguo, shule, unaona? Hiyo ni sawa. Mengine pia yashughulike. Na iwapo wakienda mkondo wa sheria, aseme watoto wangu wanateseka kule, ningependa nikae nao. Inafuata. It depends with the situation and how the scenario kwanza. And then ina depend. Unajua mimi si wakili pia, lakini najua kwamba ikiwa mwanamke hana ule uwezo wa kulinda wale watoto, basi mwanaume anaweza fanya nini? Wale watoto. Na ni vizuri mwanamke abaki na watoto ama mwanamume abaki na watoto in case ya kulingana na wewe, usiseme ni sheria ama nini. Ni vizuri mwanamume abaki na watoto ama mwanamke abaki na watoto? Ni vizuri mwanamke abaki na watoto. Asante. Sina la ziada, na shukuru sana. Nasema asante pia aje, mbona nasema asante mbio hivyo. Asante. Manake unajua ikiwa watoto ni wachanga sana, mwanaume mimi siwezi lea watoto sana, unaona, itabidi pengine nimetafuta mbochi. Lakini kidogo hayo malezi yatakuwa jinsi mamake angewalea wao watoto wale. Lakini kwa hivyo mimi sijui hiyo. Nimesema tu asante, umejibu vizuri. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni hayo tu ambayo tulikuwa tumekuandalia ndani ya leo magazetini Abagusi Global Radio. Anza na Bwana itakamilika hivi punde, lakini kwa leo tunashukuru sana kwa wale wote ambao wameweza kujumuika nasi moja kwa moja kwenye leo magazetini, waka-comment pale, wakaingia pale, wakashare. Asanteni sana, Mungu awabariki, na turudi moja kwa moja Anza na Bwana. Naitwa Masi Ontita. Shukrani.